Shalom. Shalom. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kweli ninayo furaha kubwa sana kupata tena nafasi ya kuja na kuzungumza maneno ya Mungu. Basi moja kwa moja, kwanza naomba tumkaribishe Roho Mtakatifu. Jehova, nasema asante kwa sababu ya siku njema, siku ya furaha ambayo umetupa ili tuweze kusikia neno lako. Mbariki msikilizaji atakayekwenda kusikia neno hili. Nibariki mimi nipungue, wewe uongezeke. Mahali hapa pawe na uwepo wa Roho Mtakatifu. Damu yako Yesu ifunike mahali hapa. Neno hili ninalokwenda kuliongea lifunikwa kwa damu ya Yesu Kristo ili shetani asilipokonye, na pale ambapo mtu analisikia likajenge, likampe maarifa. Kwa damu ya Yesu Kristo, Baba, sema kupitia kinywa changu ili msikilizaji akapate faida kutoka kwenye maneno yako. Kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi moja kwa moja leo ninataka tuongee juu ya wale watu ambao wana desturi za kuwachafua watu. Mwambie usinichafue usije ukawa mfanyakazi wangu. Mwambie usinichafue leo nisije nikakuajiri. Moja kwa moja, kabla hatujaenda, bila kusahau, jina langu naitwa Deborah Florent. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Share kwa watu wengine. Pia ukishare kwa watu wengine unakuwa umetangaza injili, unakuwa umetangaza neno la Mungu kwa kushare kwa wengine. Subscribe pia ili kila ninapotoa mahubiri ya kufikie, ili na wewe uweze kuwapa wengine. Like. Sema pale kwenye comment, unaonaje? Umeridhika? Nini unataka kiongezeke ama nini unataka kipungue? Karibu sana. Basi tunaendelea na neno letu la leo, kwamba mwambie mtu anayekuchafua asikuchafue, kwa sababu siku moja unaweza ukamwajiri. Anaweza kuja kuwa house boy wako ama house girl wako. House boy wako ama house girl wako. Kwa hiyo, kwa sababu kuna watu ambao wana CV kwa sababu ya kuwachafua watu. Wanajua jinsi ya kuchafua watu. Yaani wakikuchafua mpaka unachafuka. Kuna watu ni wataalamu wa kuchafua mtu. Kuna watu wakiamua kukuchafua, ndugu yangu, yaani mpaka bosi anakuona ni takataka. Tena wanapojua kujikausha, watakung'ang'ania, mwizi na wewe hujaiba. Mwizi ni mwizi, tunamjua, na wala hata hujawahi kuiba. Kuna watu wenye CV za kuchafua watu. Kuna watu wanaojua kuchafua watu, ndugu yangu. Usiombe ukutane nao. Yaani hicho ni kipaji chao. Sasa waambie wasikuchafue, ili siku moja wasije wakawa house girl wako ama house boy wako. Moja kwa moja bila kukawia, tusome maandiko kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili na sura ile ya 9, naanza na ule mstari wa kwanza. Nasoma Samueli wa pili sura ya 9 na ule mstari wa kwanza. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Kisha Daudi akasema, "Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan?" Daudi anauliza. Hapa Daudi amekuwa mfalme, anauliza, je, amesalia mtu hata mmoja katika nyumba ya Sauli
ili nipate kumtendea mema ya Mungu? Nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan. Wale wasiojua, huyu Jonathan alikuwa ni rafiki, alikuwa anapendana sana na Daudi. Sauli akitaka kumfanyia mabaya Daudi, Jonathan alikuwa anaenda sana upande wa Daudi. Kwa wale wasiojua historia hii, sasa Daudi amekuwa mfalme, anauliza, hakuna mtu ambaye amebaki katika nyumba ya Sauli nimfanyie mema kwa ajili ya Jonathan? 2 inasema, palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli. Yaani palikuwa na mtumishi mmoja, palikuwa na mtumishi, mfanyakazi mmoja wa nyumba ya Sauli. Nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi akamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. 3 inasema, mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Ameitwa Siba, sasa anaulizwa, amna mtu yeyote aliyebaki kwenye nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Yule Siba akajibu, sasa hata sasa, yani mpaka sasa hivi Jonathan ndo anaye mtoto mmoja tu ambaye ni kilema wa miguu. Lakini unajiuliza, hivi Siba, kwa nini unaanza kuelezea udhaifu wa mtoto wa Jonathan wakati wewe hujaambiwa uelezee udhaifu wa mtoto wa Jonathan? Wewe umeulizwa kama kuna mtu katika nyumba ya Sauli apate kumtendea mema, wewe ni kujibu ndio ama hapana. Kwa nini unaanza kueleza madhaifu yake? Kwa nini unaanza kusema mara ni kilema? Kwa sababu watu wengi sana, mtu anaweza akasema nitieni fulani, matarajio yake sivyo ndivyo atakavyomuona yule fulani. Kwa hiyo akianza kusikia mambo mabaya kabla hajamuona yule fulani, ana uwezo wa kubadilisha maamuzi. Sasa Siba anaanza kumwambia mfalme, mfalme amemuuliza yupo ama hayupo, wewe ni kujibu yupo ama hayupo. Yeye anaanza kumwelezea kuwa yule Jonathan amebaki na mtoto mmoja tu, na mtoto mwenyewe huyo ni kilema wa mguu, ni mlemavu. Ulemavu wake unahusiana nini hapo? Ulemavu umekuja kujaje hapo? Ana kilema cha mguu 4. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri. Anaeleza tena, yeye badala ya kumwambia mfalme kuwa yupo Jonathan ana mtoto mmoja ambaye yupo anaishi na aende kumchukua huyo mtoto wa Jonathan, lakini anaanza sijui mara ni kilema wa mguu, mara anasema tena ni kilema wa mguu na anaishi kwenye nyumba ya Makiri, yale kwenye zile nyumba za kimaskini. Unajiuliza, Siba, haya yote yamefuata nini? Haya yote unaoeleza yamefuata nini? Wewe umeulizwa yupo ama hayupo. Kwa nini unaanza kueleza mara ni kilema, ni mlemavu wa mguu, mara anaishi kwenye zile nyumba za maskini? Bila kujua, ukianza kumwambia mtu hivyo, mtu ana uwezo wa kubadilisha maamuzi.
Kwa nini Siba? Kwa nini unaanza kueleza udhaifu wa mwenzio? Kwa nini usiseme tu Jonathan anaye mwana na ukaenda ukamuita? Unaanza kueleza madhaifu yake, unaanza kumchafua. Kwa nini? Alafu anaendelea pale mbele, anasema wana wa Amieli katika Lo Debari. 5 inasema hivi: basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa katika nyumba ya Makiri. Yeye alijua kumwongelea vibaya labda kunaweza kukambadilisha Daudi moyo. Na Daudi aliposikia yupo kwenye nyumba ya Makiri, akatuma watu waende kumchukua, kumwondoa kwenye ile nyumba ya Makiri. Alafu mwana wa Amieli katika Lo Debari. 6 inasema basi Mefiboshethi mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi. Naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. 7. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako. Nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako. Jamaa akaenda kuletwa kwenye zile nyumba za maskini za Makiri. Akaenda kuletwa, akasujudu, akamwambia usiwe na shaka, mimi nitakurudishia mashamba ya baba yako yote. Mashamba yote ya Sauli nitakurudishia. Nawe utakula chakula mezani pangu daima. Yeye anamdharau ni kilema yule, hafai yule, anakaa kwenye nyumba za maskini. Lakini mfalme anasema, mimi nitakurudishia mashamba yote ya babako Sauli, na siku zote za maisha yako utakula mezani pangu. Kwenye meza yangu mimi Sauli, hapo ndipo utakapolia chakula, mimi Daudi. Nawe utakula chakula mezani pangu daima. Daima mezani pangu mimi mfalme. Mezani pa mfalme huyo aliyeishi kwenye Makiri, nyumba za Makiri. Huyo ambaye ni mlemavu wa mguu atakula na nani? Na Daudi ambaye ni mfalme daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako, mimi mtumwa wako, ni nani hata ukamwangalie mbwa mfu kama mimi? Mimi mtumwa wako Daudi, ni nini hata ukamwangalie mbwa mfu kama mimi? Daudi, mtu kama mimi nisiyefaa, mtu kama mimi mlemavu, ninaishi kwenye nyumba za masikini, kwenye nyumba za Makiri, mimi ni nani hata uniangalie Daudi? Mimi ni nani hata uniangalie mimi mtumwa wako? Oh my God. Haya maneno yanasikitisha, yanaumiza. Mtu anajiona hafai kula mezani pa mfalme. Mimi ni nani mpaka nile meza moja na mfalme? Mimi ni nani? Mtumwa wako, mtu nisiyefaa. Ni nini kuniangalia mtu mimi mbwa mfu?
mbwa mfu. Masikini anaonekana kama mbwa mfu. Mlemavu anaonekana kama mbwa mfu. Hata watu wengine wanamsema kwa mabaya. Ati mimi ni nani Daudi nitakayekula mezani pako? Mimi ni nani mbwa mfu mimi? Mimi ni nani nionekane nakula na wewe meza moja Daudi? Mimi ni nani nichangie kijiko na wewe, mimi mbwa mfu? Ndipo mfalme akamwita Siba, mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Yaani Siba alikuwa mtumwa wa Sauli. Daudi anamuita Siba, anamwambia mali yote ya Daudi, kila kitu cha Sauli ninampa. Ninampa mwana wa bwana wako. Nawe utamlimia nchi hiyo. Yeye Siba anamuona Mefiboshethi ndio mdhaifu. Sasa mdhaifu amekuwa tajiri. Anaambiwa nawe utamlimia, yani wewe Siba, sasa wewe Siba ulokuwa na kiherehere cha kuja kuniambia mimi sijui ni mlemavu wa mguu, cha kuja kuniambia mimi sijui anaishi kwenye nyumba ya maskini. Sasa wewe mwenye kiherehere, wewe mwenye kidomodomo, wewe ndo utamlimia mashamba yake, utalima wewe. Hakuna mtu mwingine atakayeenda kuchukuliwa, ni wewe Siba utakayelima. Nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 10. Alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyo niamuru. Na kwa habari ya Mefiboshethi, mfalme alisema atakula mezani pangu kama mmoja wapo wa wana wa mfalme. Huyo Mefiboshethi alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote waliokaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefiboshethi. Mefiboshethi yeye anasema eti Siba anasema Mefiboshethi ni mlemavu wa mguu, anaishi kwenye nyumba ya makiri. Wewe Siba, wewe umeulizwa tu, kuna mtu hapa kwenye nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema? Ni wewe kujibu ndio ama hapana. Kwa nini unaanza kumchafua mwenzio? Kwa nini unaanza kutoa madhaifu yake? Sasa kibao kimemgeukia Siba. Siba pamoja na watoto wake na watumwa wake wote walimtumikia Mefiboshethi.
Mefibosheti sasa amekuwa yeye ndio bosi wa Siba. Na Siba aliyejiona yeye ndo mzima, yeye sio mlemavu, yeye aishi kwenye nyumba za maskini, sasa yeye ndo amekuwa mtumwa wa Mefibosheti. Hata ukijaribu kumchafua mtu, haibadilishi Mungu alichompangia mtu. Hata ukijaribu kumdhihaki mtu, hautabadilisha ambacho Mungu ameweka ndani yake. Hata ukijaribu kumchafua mtu, hautaondoa ukweli halisi ambao Mungu ameweka ndani ya huyo mtu. Hautauondoa uhalisia mpaka siku moja utakuja kuonekana. Acha kuwachafua watu. Kuna watu wana CV za kujua kuchafua watu. Yaani mtu anataka kwenda kumchumbia mtoto wa mtu, yeye anaanza usirogwe, mtoto malaya balaa, mtoto shida, mtoto mvivu. Wewe umeulizwa tu, mama fulani, mimi nataka nikamuoe fulani. Kwa nini basi usimkimbilie yule binti, umwambie wewe binti, achaga mambo hayo, fulani anataka aje akuoe, akiona unafanya hivyo anaweza akaahirisha. Kwa nini unamwanzia yule mwanaume kumwambia mambo mabaya yule binti? Angalia usije ukawa mtumwa wake. Kama Siba amegeuka mtumwa wa Mefibosheti kwa sababu ya kierere chake, kimbelembele chake cha kuanza kumdhalilisha mwenzie. Sasa Daudi anamwambia, sikiliza wewe, nisikilize wewe Siba. Wewe unajiona mzima, wewe unajiona wewe ndo ulali kwenye nyumba za makiri. Sasa wewe ndo utakuwa mtumwa wa Mefibosheti. Usisikie habari ya mtu. Watu wanajua kumchafua mtu. Anataka kitu cha mtu, basi yeye anataka kumchafua yule mtu ili achukue kitu chake. Cha mtu huwa akichukuliwi kiasi hicho. Huwa akichukuliwi kirahisi. Huwezi kubadilisha ambacho Mungu amepanga. Huwezi. Ile nafasi sio yako. Hata ukimchafua mtu, huwezi kukalia kile kiti. Kile kitu sio chako. Hata ukimchafua kiasi gani, huwezi kukalia kile kiti. Huwezi kuchukua kile kiti. Hakiwezi kugeuka kuwa chako, kwa sababu sio chako. Kabla misingi ya ulimwengu kuwepo, hakijawekwa kuwa chako. Kimewekwa kuwa cha nani? Cha Mefibosheti. Hakikuwekwa kuwa cha Siba. Kwa hiyo wewe Siba, hata ukimchafua Mefibosheti, hakitageuka kuwa chako. Mfalme hata kupa wewe mashamba ya Sauli eti kwa kuwa ulikuwa mtumwa wa Sauli. Na haikuandikwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo, ilishawekwa tu. Huyu Mefibosheti ndo atakuja kuchukua mashamba. Hayakuwekewa Siba, na ndio maana hata ukichafua kiasi gani huwezi kuyapata, kwa kuwa sio wewe umewekewa. Kuna watu wana CV za kuwachafua watu. Wanajua kuwachafua watu. Anataka cheo cha mtu, basi atamchafua mtu mpaka bosi amuone yule mwenzie ni mbaya. Anataka sijui kitu gani, atamchafua mwenzie mpaka unashangaa. Anataka nini kitu cha mtu? Na kitu cha hivyo huwezi, hata ukikipata hutakuwa na amani nacho. Huwezi kuishi kwenye kitu cha aina hiyo. Acha kuchafua CV za watu ili upate kazi zao, ili upate vitu vyao. Hautavipata kwa sababu sio vyako, haujaandikiwa wewe. Siba anaona, yani mwenzangu anauliziwa na mfalme. Yani huyu mtoto wa Sauli, kama mfalme anamuulizia, basi hapa kuna jambo hapa. Acha mimi nianze kumchafua ili mimi nipate kile ambacho angekipata yeye. Huwezi kukipata. Siba hakupata Mefibosheti. Pamoja na udhaifu wake, alipata kwa sababu yalishaandikwa, hayawezi kubadilishwa. Hayabadilishwi na matusi yako, na fedhea zako, na dhiaka zako. Hayabadilishwi. Jifunze kuwaheshimu watu. Jifunze
Ukimsikia mtoto wa mwenzio amepata mchumba, muendee. Kama ana tabia mbaya, mwambie acha, ili usije ukakosa mchumba. Na sio kumwendea mchumba na kumwambia usiende kumwoa mtoto wa fulani na tabia mbaya. Usiolewe na mtoto wa fulani na tabia mbaya. Usiwe na urafiki na fulani na tabia mbaya. No. Hivyo ni vibaya. Acha kuharibu CV za wenzako. Acha kuharibu CV za wenzako. Mungu alichowapangia watakipata tu. Hawataacha kukipata kwa sababu yako. Mungu akubariki sana. Mungu akuwezeshe neno hili lijenge kitu chochote ndani ya maisha yako. Jifunze usiwe kama Siba. Usiwe kama Siba. Usiwe kama Siba. Unajua mtu yeyote mwenye roho mbaya ndo anaanza kutoa maneno mabaya kwa mtu. Jifunze usiwe kama Siba. Neno la Mungu hili lisipite bure, lijenge nafsi yako na roho yako. Ninakushukuru sana kwa sababu nina imani kila neno moja unalolisikia kutoka kwenye mahubiri haya litakujenga na kukubadilisha. Na tuwe wote katika safari ya kwenda mbinguni. Mungu akubariki sana, Mungu akusaidie. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Like na usubscribe na ushare kwa watu wengine ili nao wapate kusikia neno la Mungu. Unaposhare kwa watu wengine na wewe unafanya uinjilisti pasipo kujua. Na wewe unawahubiri watu kwa sababu unawapa. Wao nao wanalisikia neno na linafanya kazi ndani yao. Mungu akubariki sana na kupenda sana msikilizaji wangu. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova Adonai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, uliyenipa nguvu za kusimama na kulihubiri tena neno lako. Na kumwambia msikilizaji neno lako, mtie nguvu katika safari ya kwenda mbinguni. Neno hili kila atakayelisikia lizame ndani yake kama nanga, ili lipate kuleta matunda ya roho yaonekane mpaka mwilini. Jehova, neno hili ni roho, kila atakayelisikia liingie ndani yake na lizae matunda. Asante Jehova kwa kuwa umekuwa pamoja nami, umeanza nami na umemaliza nami. Kwa jina lako takatifu. Amen.